sababu naunga serikali ni kuwa vitu ambavyo serikali amefanya. Ukienda pale sahi Nyanza sahi inaonekana. Kisumu ni pale ambayo haikuwa inaonekana sana. Sahi Kisumu inaonekana kwa TV karibu kila siku. Na ukienda kule nyumbani kwetu, ukienda kule Siaya, maendeleo imefanyika. Sahi masoko ambayo Dr. William Samoei Ruto alisema atajenga zimeshajengwa. Affordable alisema zinajengwa pale Sidili ilijengwa. Tukienda pale North Game, tukiangalia pale area inaitwa Mtumbu, alisema anajenga shule ya gorofa, alijenga. Pale shule ambazo aliahidi anapea basi ilifika na saa hii watoto wanatembea na basi. Cha pili, napinga one term sababu ni wale watu ambao hawana agenda. Mtu anakuambia usema one term. One term haina kile ambacho wanasema wakitoa President William Ruto watafanya hii na hii. Hawajatuambia kile ambacho watafanya. Mukiondoa Dr. William Samoei Ruto, mutafanya nini ambayo Ruto hajafanya? Watu wa one term wakuja watuambie ni nini wanapanga wakitoa Dr. William Ruto watakuja kufanya. Wapange serikali yao, na mimi sioni pale mtu one term anawezana na Dr. William Samoei Ruto, na mimi ni two term. Thank you very much. Ni Madam Boss na ni one term hadi kwa kitanda. Kwa nini ninapinga government ya Mr. William Sagoi ama ni Samoei Ruto Arab? Government ya ukora, government ya wizi, government ya makatel, government ya wachawi, government ya warogi, government ya ghouls, government ya kutenga. President anatenga mpaka bibi ya mtu. President anatenga mpaka vitu ya iko. Mr. Nimetenga. Hii ni government. Hii government yenye hata wanaume wanakula shot moja. Hii ni government. Hapa kuna kitu. Hapa kuna kitu. Mr. Speaker, maisha imekuwa ngumu. Hakuna mwanaume anaweza pendua mwanamke kwa kitanda mara mbili kwa hii government ya Ruto. Imekuwa ngumu. Hakuna. Wanawake tunalia kwa sababu ya upungufu ya nguvu ya kiume kwa nyumba. Affordable house, wanaume wetu si watu wa mjengo. Na hii affordable house ni watu wangapi wanaipata? Hao watu wanasimama hapo kituambia kwa two term. Mwenye ako na affordable house akuja hapa kando yangu kamera imuone. Hao watu wenye wanasema sijui William Ruto sijui barabara. Kama kuna barabara kwao na stima, akuja hapa kando niambie. Hizo ni vitu za kutenga na mutatengewa. Hata Wajaluo wametengewa reli, mutatengewa. Ruto wewe ni one term. Hata ujenga ghorofa mpaka mbinguni. Wewe ni one term. Naye wacha nikwambie, munaongelelea mambo ya sijui ati hatuna agenda. Sasa wacha ni agenda yetu kubwa. Agenda yetu kubwa ni anaconda. Mr. Nimetenga. Huyu mtalii. Ruto mtalii. Kila breakfast anakunywa Kenya. Lunch anakunywa Egypt. Sapa anakula France. One term. Unaenda Sugoi. Na si siri. Saizi ukiangalia hii timu ya kina Rigathi Gachagua inavuruta mayai ya Ruto na sisi tunavuta mreja. Tunataka kuvuta mpaka Sugoi. Tunataka kuvuta Ruto mpaka Sugoi. You are not going to survive this. Sasa munasema ni kama tutakuwa na president. Nataka kuwauliza swali moja. Hao wanaume wenye wamewekwa kwa gazeti wote, kwani hawatoshi mboga? Kwani si wasomi? Kwani hawezi kuwa president?
Ukiangalia hiyo timu yote yuko kwa gazeti, imesoma na inaweza kuwa president. Hata Jimmy amerarua kitabu mpaka akasoma, akageuza syllabus yote, akaweka kando. Hata yeye anaweza kuwa president. Hakuna mtu kwa hiyo gazeti mwenye hawezi kuwa president. Sisi cha muhimu, kitu kubwa ni William Samoei Ruto. You are going home. Tunataka kuvuta. Wengine wanavuta mayai, wengine wanavuta mreja yako. I swear, tutainyonya mpaka nyumbani. Asante sana Mr. Speaker. Hapo kwa Jimmy One time. Haya, nataka kuenda direct kwa mada. Mada ya kwanza ni ile ya linda wananchi. Wako na option gani? Linda wananchi is dead on arrival. That is it. Sababu hata ukiangalia wale watu ambao wanatajwa ni watu ambao hata kwao they cannot even defend seats mahali wana nini sahi. Wale wamewania sahi. They cannot defend. So hiyo hata siongelei. I want to say why I support two term. And before I say that, acha niambie ni rais anasemanga kila siku hao watu hawana agenda. Unasikia mada imetolewa hapa, mtu akuja aseme ni kwa nini ana support one term. Yeye anakuja kusema vile Ruto ni mbaya. Agenda yako ni gani? Ukuje utuambie wewe una mpango gani yenye Ruto hana? Agenda yao ni kusema one term. Na sisi agenda yetu ni kujenga affordable housing. Agenda yetu weka pesa. Agenda yetu ni kujenga barabara. Agenda yetu ni kujenga stadiums. Agenda yetu ni kuhakikisha stima imekufikia. Alafu wewe hapa unakuja kusimama, unakuja kusema sijui unaita mmoja anakonda, sijui unakuja kuita mtu kasongo. But I want to tell you one thing. We have got strategy. We have got plans. And we have got even future plans and better plans for Kenya. Ruto, stand firm. I know these people are blaming you because you are firm. Unaona sasa hii mtu anakuja hapa anasema affordable housing ni mbaya, affordable housing ni mzuri. Na wale watu wenye wanatusukuma eti tuseme hapa affordable housing ni mbaya, wao wako kwa hiyo mpango na wao wenyewe wanazichukua na mnawajua. You know these people. Don't tell us notions that cannot propel us anywhere. Come here, tell us your plans. Our plans are there and they are well laid. Ziko, mipango zetu zinaonekana. Ruto sasa anajenga barabara mnaona. Angalia kamera. I want to look at these people who are saying Ruto is not working. Hapana. Achani bwana. Tusemeni tu kweli. Na ukikuja hapa mimi na advise. Mkikuja hapa, mtu akikuja hapa, sema ile kitu ambayo unajua inaeleweka. Usikuje kusema hapa venye Ruto amekonda. Kwani babako amenona? Usikuja hapa kusema eti Ruto ni muongo na wewe mwenyewe una cheat mpaka bwanako. Yaani personal. Usikuja no, I'm telling you. Usikuja hapa no, tell us your plans. Tell us your plans. Hapo kwa Kenya kwanza, hapo kwa siji one term, mko na mpango gani? Mimi hata sitaki kuongea mambo. Speaker, naona member ameongea hapa amewekewa ma50 kwa mfuko. Najua anakula mayai naenda kulala. Lakini Speaker, mimi kama Uriati mimi niko one term. Na the reason why nasema Ruto ni one term ni kwa sababu Ruto ni one term, Speaker. Ruto ni one term, Mr. Speaker. Na hiyo tumeanza tu Mr. Speaker. Ruto vitu Ruto, kwani nini mjui kwa nini Ruto ni one term? Unaniangalia hapa. Amujui the reason why Ruto ni one term? My friend,
Ruto ametenga vitu mingi yenye imemshinda hata yeye binafsi kufanya, Mr. Speaker. Mr. Speaker moja, Mr. Speaker. Wewe engineer ngoja. Sawa, wacha sawa. Order my sister. Mr. Speaker, leo mada imetolewa mzuri. Watu wa two term wakikuja waseme ile agenda ambayo wako nayo. Leo Ria hatuna matusi kutusi watu one term. Wewe ndio wa one term. Tuambie agenda yenu, mkipata serikali mtakuja kufanya nini? Nyamaza. Speaker, wewe unapiga hapo makofi. Na umetoka kuona Mr. Speaker, member mwenye ameniuliza swali abeni anatoshana. So Speaker, yeye anasikia vizuri, wewe umekonda unampigia makofi. Speaker, agenda yetu kama sisi watu wa one term, Mr. Speaker. 2027 education itakuwa free of charge, Mr. Speaker. Yes. Mr. Speaker, agenda yetu kama watu wa one term, Mr. Speaker. 2027 ikifika, Mr. Speaker, kila mtu atakuwa na luxury life, Mr. Speaker. Mtoto yako anatoka kwa mlango na TX anapelekwa shule. Tena anatoleka shule, TX analetwa hapa. Hizo tuko na agenda moto, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Sasa huyu amenichemusha Mr. Speaker. Mr. Speaker, 2027. Mr. Speaker, kuna kitu inafanyika kwa nchi yetu na nyinyi hamuko sensitive, hamuoni hiyo kitu, na hiyo kitu itakuja kutumiza hapa mbele. Speaker, unaona hii mambo ya gunism? Hii mambo ya gunism hii. Speaker, hii kitu tutaend 2027. Hii kitu tutatoa, hii mambo ya gunism ya kupiga maviongozi. Mavijana wamekuwa magunzi, wataka kufanya kazi. Hiyo tutatoa. Speaker, 2027 hatutaki kuona mtu yeyote mwenye anakaa idol, Mr. Speaker. Kukaa idol kwetu ndio inaongeza nini watu nini? Magunism. Hapa kuna wakitoka hapa watu ni maguni. Wakitoka hapa. Joey. Speaker, wakitoka hapa vitu wanaweza pata hapa usiku. Kama giza imeingia, hauwezi jua. Speaker, the only person mwenye ataleta hizi mambo mazuri, free education, good health, Mr. Speaker, kila kitu, mashule kujengwa, Mr. Speaker, mabarabara kujengwa, Mr. Speaker, good facilitation, Mr. Speaker, katika nchi yetu. Mtu mwenye analeza leta hizi vitu, Mr. Speaker. This person, Mr. Speaker, is a working constitution, Mr. Speaker. This person himself, Mr. Speaker, is a lawyer, Mr. Speaker. This person, Mr. Speaker, amekuwa wakili wa Mr. Speaker, wa Kenyatta, Tom Mboya, wa Kinochengu Neko, Mr. Speaker. This person is none other than James Bob Agiorengo. Hapo sitoki, Mr. Speaker. Huyu ndio mtu tunapeleka kwa president bwana. Na ukipinga enda Uganda. Na Uganda pia tunakutoa tunakupeleka Kongo. So Mr. Speaker, tuko na agenda motomoto. Na sisi 2027 hatutaki kudai. Ruto anaenda nyumbani. Ruto, hata wewe umekaa hapo unaniangalia. Unajua unaenda nyumbani. Hakuna mtu utaiba kura yako. Huwezi iba kura ya James Orengo. Hauwezi iba kura ya Babu Owino. Hauwezi Sifuna pia hapo. Unaona? Sifuna pia kwa hapo. Hauwezi iba kura ya Sifuna. Na Sifuna wewe pia. Tunataka kusema hivi, Mr. Speaker. Sifuna ni kijana wetu, Mr. Speaker. Na sisi masemeji tunapendana sana na Waluya. Na Raila Amolo Odinga alikuwa ameunite all tribe, Mr. Speaker. Na watu tulikuwa nayo close sana ni Waluya. Naomba Waluya wenye wakapa, Speaker. Hao watu ni wangwana. Speaker, according to you. Hata wewe pia ni Mluya. Speaker, tusapotini mara moja. Mara moja. Na Mr. Speaker, mtu support mara moja na 2027 tutawapea CS wa chakula. So Mr. Speaker, nikimalizia Mr. Speaker, mimi nataka kusema ya kwamba Speaker, kaunti ya Nairobi naibwa, Mr. Speaker.
Kaunti ya Nairobi, wana Nairobi wawezi kuwa wanateseka na Johnson Sakaja ati anaenda kukopa 6.92 billion. Eti anataka kukopa pesa kama hiyo. Na tunataka kuambia ma MCS wa Nairobi, kama mutaprove hiyo mkopo yenye Sakaja anataka kufanya, nyinyi wote munaenda nyumbani. Sakaja, huwezi kuwa unaiba pesa ya county, unakatia tu na madems. Hatuwezi kubali. Unaenda nyumbani hata ukue na state. Tunajua nafanya hizi nonsense yote kwa sababu wako na Ruto. Mr. Speaker, 2027 hatutachagua Dimples. 2027 tunachagua competent leader mwenye anaenda kufanya kazi. Na huyu mtu Mr. Speaker mwenye anakuja Mr. Speaker 2027 Mr. Speaker. Mr. Speaker, huyu mtu ni mwakili. Huyu mtu Mr. Speaker ni Luo Kingpin Mr. Speaker. Huyu mtu Mr. Speaker ni Anderson Moma na wewe Mr. Speaker. Huyu mtu Mr. Speaker, huyu mtu anatusimamianga kama lawyer yetu hapa. Huyu mtu ni Babu Wino. Huyu ndio tunapeleka kama governor wa Nairobi Mr. Speaker. Hakuna kubebelezana 2027. 2027 ni unapiga kura by force. Kama utaki matako inachapwa. Lazima muangalie mbele. Asante sana Mr. Speaker. Famika kama political analyst, na mimi leo asante sana tena kwa wale wenye wametoa mada hapa. Mada imekuwa very vibrant. It is a very pragmatic mada yenye inataka sober mind, si heckler. Kwa nini mimi na support tuta na support His Excellency Dr. William Samoei Ruto? First of all, let us be contextual and let us be factual. Record ya William Samoei Ruto, hata mpaka wale wenye wana support hapa one term wako nayo, na that is why wanaona mtu wanasema ati hakuna na bado hajalipa Hustler Fund ya serikali tulipi, na hiyo bado ni kazi ya serikali. Second to that, saa hizi as we speak, mimi am from the lake, na mimi kila mara nikitravel napatanga na changamoto sana, aswa wakati wa Disemba. Mimi hapa Londiani tulikuwa tunaweza kuhamishwa kwa jam for almost 3 days. Na mimi sasa nikitoka hapa, for example, nilikuwa kazini, nafika huko after 3 days na nimepewa 1 week. Sasa time gani nitakuwa na chat na mamangu, na time gani nitakuwa na resume job? Saa hizi as we speak, Mau Rironi Summit walikuwa nasema ni propaganda. Saa hizi contractors are on site, and we have spread it in all platforms, social media. You can see it by yourself. Second to that, watu wa one term wanakuja hapo na emotional politics. My friend, this time round we are not there, and we respect your point of view, but sisi we don't protect our banks the way nyinyi mnasangwenya. Jana tuliwaona. That is your full-time job. Do it to the rest of the world. Yes. Second to that, William Samoei Ruto saizi amesafiri, lakini track record yenye ameacha hapa ni ya wizi. Deputy President saizi amechukua ndege ana launch project. We go to Narok saizi, kuna airstrip is at 80% inakamilika. Enda pale Homa Bay utapata saizi tuko na lot of numerous projects. Mtu amekuja hapa anaambia mtu mwenye amekaa kwa gunia kwamba kuna huko Luo Nyanza kuna projects, mtu anasema wapi, na yeye ako hapa. Utajuaje na wewe uko hapa? Wewe, if you want to know William Samoei Ruto is working, hata kama una fare, niombe fare, nitakupea fare, uende nyumbani uone what is happening on the ground. William Samoei Ruto has got a lot of scorecards. Come 2027, sisi kama watu wa tuta, you know, kama kuna mtu amewahi tezeka ni sisi Wajaluo, because hatujaiona kitu inaitwa maendeleo. Mimi nimesomea kwa mawe, dawati hata ilikuwa ni shida kupata. Sasa hizi as we speak, all schools unaona vijana wote let us have some decorum on this platform. If you have got a point of information, kindly seek from the desk of the speaker. Mr. Speaker, asante sana for that disruption. Mr. Speaker, as I was elaborating why the reason as to why am I supporting two-term, I am supporting two-term because mimi
we've been sidelined since 1963. Na mtu mwenye hajai soma huko ushago ajui shida yenye tulikuwa tumepitia sisi. Sisi hata kupata hata the nearest complex school ilikuwa ni shida. Mimi nimeona tu complex nikiwa Mbita High School. Ndio nilikuwa nimeona complex. Sasa hizo si speak through His Excellency's office administration tumejengewa mashule mingi sana huko nyumbani kwetu, aswa kwetu. So I have got a lot of reason as to why I'm praising William Samoei Ruto and I'm advocating for his return in the office next year, God willing, 2027. Usikokati ya William Samoei Ruto siwezi maliza saa hizi. And sisi kama watu wa 2 term, we have got something at least to point. Nyinyi watu wa 1 term, apart from saying Ruto must go, ni nini haswa muko nayo yenye mutatuambia? That is why, for example, as I conclude, Honorable Caleb Amisi leo amesema ati hii nonsense kama sisi funa sisi will not be blackmailed, will not be blindfolded, so hii kitu is a dead and arrival. And William Samoei Ruto stands to be a 2-term president of the Republic of Kenya. Thank you so much. Mr. Speaker, langu jina Kotogo Pesa, Majority Leader bunge la wananchi, Jacaranda, Kenya and abroad. Mr. Speaker, Orengo the game changer, Orengo the party leader, Orengo the presidential candidate, Orengo the looking pin, Orengo the Linda Mwananchi presidential candidate. Mr. Speaker, naingia kwa mada. Kwa nini ninasema ni 1 term? Mr. Speaker, hatutakubali yale ambayo viongozi wetu wa kwanza kama Jomo Kenyatta walikuwa wamejenga wakatuachia ituletee maendeleo na fedha hapa Kenya. Ruto auze. Mr. Speaker, gazeti ya leo ya Standard 375 billion deal ya Jomo Kenyatta International Airport. Ruto anauza. Alafu nataka niambie nyofie. Mimi niseme tu nyof. Mr. Speaker, Kenya Seeds Company inauzwa. KICC iko kwa list inauzwa. Mr. Speaker, Kenya Pipeline inauzwa. Mr. Speaker, Bomas of Kenya inauzwa. Mr. Speaker, angalia media. Unataka Kenya ibaki na nini kama kila kitu Ruto anauza? Tuliweka mfanyabiashara ama rais kwa Kenya. Ninasema 1 term kwa sababu mali yetu inauzwa na inaenda. Mr. Speaker, ninasema ni 1 term. Hakuna swali. Chukua swali moja. Asante. Mr. Speaker, Ruto ni 1 term kwa sababu polisi na DCI wote hakuna mwenye anafanya kazi. Hakuna. Saa hii ninaongea. Nikimaliza ninajua nitaulizwa unataka Subari kala gani? Mimi nataka Subari kala red. Juja, Mr. Speaker, Juja. Kuna rapist wawili wenye wameripotiwa na DCI wanasema ati wako busy wanaangalia na wanataka kushika wale wanapanga maandamano ya mwisho wa hii mwezi. Ati hawawezi shika rapists. Ati rapists are not dangerous criminals. Since when in Kenya rapist anaachiliwa ati mwenye anapanga kuenda maandamano ndio baada anawindwa kama swara ati anashekwa. What Mr. Speaker, this time round tutachukuliwa kwa kitanda, tunauawa kwa balcony, tunatupwa River Yala, lakini ni 1 term. Ni 1 term. So, nataka kuwaambia 2027
presidential candidate, working constitution, generally, the party leader de facto, Mr. Speaker, Orengo mwenyewe, Ajiminyati Kidi Kibuti, Joey. That is the president wenye tunaweka State House. Wakenya wapende wasipende. Mr. Speaker, kwa nini tunasema hivyo? Tunataka kutoa hii kitu inaitwa CDF. Ati kuna presidential CDF, kuna CDF ya governor, kuna CDF ya MP. Hii pesa yote tunataka tuiweke kwa education sector, watoto wetu wasome from PP1 to university free of charge. Education sector must be considered in this nation. Na ni hivyo. Mr. Speaker, agenda yetu ingine, nasikia wanasema ati hatuna agenda. Hizo ndio ninasema ni agenda. Agenda ingine, Mr. Speaker, in this country, health sector is performing the poorest. Hakuna madawa kwa hospitali. Wamama unapata Mr. Speaker, watu 4 wanalala kwa kitanda moja. Enda hapa Mama Lucy, wamama 2 wanajisaidia na wanalala na watoto wao kwa kitanda kimoja. 4 people sharing one bed. Pathetic, uncouth, cantankerous, Christimoros president in this country. Ruto anaenda nyumbani, apende asipende. Lastly, Mr. Speaker, financial bill tuna reject, hata tunaenda kuuawa kwa maandamano yenye nakuja. Kwa sababu gani? Kuna increment in taxation yenye tutakubaliana, na kuna pesa mingi inapelekwa hapa State House. Kwani Ruto anakula nini hapa State House yenye hata anoni? Hiyo pesa ni mingi. Tutakuwa kwa barabara tunaimba tu hizi manyimbo za Kenya na tumebeba hii bandera ya Kenya, kwa sababu tunakumbuka waliokufa waliopigania nchi yetu ya Kenya, kwa sababu without hao waliokufa Wandai angepata kazi, without hao wa vijana huyu Mbadi mwenye anakimbia na ndege angepata kazi, without hao vijana huyu Oparanya mwenye anasema mbwekse angepata kazi. Sasa sisi tunapanga kuenda kwa kumbuka, tutakuwa kwa barabara peacefully, na mimi ndio nitakuwa mbele. Mr. Speaker, naomba serikali leta mapolisi tutembee nao kwa barabara. Asante. Ya pili, Mr. Speaker, leo kuna kitu nimeona nikastuka. Oburu Odinga ameamua hii ODM ya ndugu yake ibaki ya Kisumu na Homa Bay. Leo wametoa Edwin Sifuna kwa ile committee, kwa sababu Edwin alifanya Wanga alisweat na huko nini, sitaki kuongea hapo. Wanga alisweat. Mr. Speaker, kuna vile choo unajenga na 500,000 na Wakenya wanatezeka. Choo unajenga na 500,000. Mr. Speaker, hata hapa Jakaranda kuna watu wengine stahili washikwe. Walikula hiyo pesa, wanatumiwa na wanapiga kelele hapa Jakaranda, na wanakula pesa ya choo ya Homa Bay. Unaona hiyo maneno? Wenye wanapigaga hapa ati Wanga, kumbe wanakula pesa ya choo ya Homa Bay. Mimi naambia Gladys Wanga, hata mfukuze Sifuna, mnamjenga tu kwa kisiasa, mnamjenga. Na tena saa hii yeye bado ni secretary wa ODM, kwa sababu kamiti ya Raila Amolo Odinga nilimweka kwa hiyo kiti. Hata mkimweka chini, wewe unajua saa hii ndugu yetu, kijana yetu Oburu, hao watu wanakufinya kama remote. Umemfukuza, hatujakataa, lakini Sifuna ndio saa hii tunamuona hapa Kenya, na saa hii anaongozwa na party leader wetu James Bob Agri Orengo. Anamnyorosa vizuri Sifuna saa hii kwa imara. Naona hawa Bukusu hawa na Waluya wengine wataki kusupport Sifuna. Hawa Bukusu na Waluya wanasema ati Sifuna hana pesa. Wewe ndio unajua kama hana pesa ama hakuna.
Wewe enda uoge urudi hapa. Kidero haina kampa. Bukusu, you'll go. This is the last one. Kwa sawa wametusa Bukusu mwenzake. Sasa una kwa maana tumetupiwa bao. Tutakuitia mjukuu. Asante. Asante. Asante sana Mr. Speaker. Nasema ya kwamba Speaker na kungoja. Kwa sababu ya seriousness ya bunge sitaki hiyo kelele bwana. Sawa. Endelea. Nasema hivi, Oburu umemfukuza, umemtoa kwa komiti, lakini sisi timu lina wananchi tuko imara na tunasonga na yeye, kwa sababu yeye ndio general ya ODM Edwin Sifuna, na tuko na yeye na tuko mbele. Mimi najua Oburu ni senator wa Siaya, na ndugu yangu raundi utaanguka, utapita, unaanguka. Niende ya mwisho bado si walikuwa na record, walikuwa na Najua cha inafanya ya mwisho. Mwingine anauliza ati mwingine aliiba pesa akakaa naye kwa nyumba, ati Edwin Sifuna angetetea. Bwana, wenye wanatoka huku chini, huyu ndugu ya Kindiki, kichwa yako imeruka sana. Kwanza kwa majina ni Dennis Wanjala. Mimi mada yenye mmeleta hapa sijui maneno ya Sifuna. Kitu ya kwanza, kuna kitu sana imekuwa ikiniuma sana kuhusu hii maneno ya Sifuna. Nimeona mtu anakuja hapa kusema ati Orengo afundishe Sifuna siasa. Mimi nataka kuambia watu wa Mapengo, nataka kuambia hivi, hakuna vile Orengo atatumia jina ya Sifuna kwa mikutano ati yeye amgirabu uongozi. Mimi wacha niwaambie ukweli, kuna game yenye inaendelea kwa hii Linda Mwananchi. Saa hii mimi najua itakuuma. Saa hii kule Thika Orengo sasa amekuwa yeye ndio jina yake isifiwe, Edwin Sifuna iende chini. Mimi nilikataza mtoto wetu kutembea na hao watu, watakumalizia hapo. Sikia, unatembea na hao watu wa Mapengo hao. Mimi nataka kuambia Edwin Watenya Sifuna kitu moja. Mimi kama mtoto Muluya kutoka Western Region sikujangi mkutano ya Linda Mwananchi, lakini nitakuambia leo, toka kwa hiyo kitu ya Linda Mwananchi mapema na urudi huko nyumbani, ukutane na George na Tembea, tutembee sisi kama jamii ya Waluya. Hii kitu ya Linda Mwananchi imechukuliwa na jamii moja, na hiyo jamii mimi naijua. Mimi naijua. Na Sifuna sai mahali Sifuna hako hata halali sababu ya hao watu hapo. Huyo Orengo na kuna mwingine sitaki kutaja. Kwa ngapi? Wawili. Wanaangaisha Sifuna kwa hiyo Linda Mwananchi mpaka Sifuna ameanza kulia. Nyinyi hamuna information, mimi niko nayo. Mtoto wetu anaumia kwa hii Linda Mwananchi na anavumilia tu. Wacha sasa mimi niongee, sababu mimi nilikuwa naongea hii maneno, Waluya wanasema mimi simutaki Sifuna.
Sasa saa hii Sifuna, mtoto wetu, mimi nakuomba wachana kutembea na Orengo. Watu wa maji watakumalizia mapema. Hawa si watu wa kutembea nao, na wataki kuona Sifuna akiwa hapo mbele, Orengo akiwemo wa kwanza. Hataki kuona Sifuna akiwa hapo mbele. Ati saa hii wanasema ati Orengo for president. Mzee kama huyu ameniala uso, anaweza kuwa president ya nani? Mzee amezeeka, ameanza kukunjana sura, ati anakuwa president. Enda mwambie huyo mzee aenda kunywe chang'aa mbali. Hawezi kukua kitu hapa. Aenda kunywe chang'aa mbali. Hiyo kitu lenye. Mimi nataka kusema hivi. Hiyo kitu lenye. Na acha nikwambie, hakuna mtu unauzia uoga hapa. Nataka kusema hivi. Hiyo si siasa. Mtu aenda kunywe chang'aa mbali. Wacha hizo. Wacha hizo. Kwa hii bunge Sifuna hata kwa hostage. Sifuna hata kwa aongei bwana. Utaongea na Orengo, utatoka mdomo yako. I'll take a moment of silence to the fallen heroes, ambapo mimi nasema hivi, serikali kwanza inafaa ipatie mayouth opportunity ya kwenda makumbusho ya wale ambao waliangamizwa wakati wa maandamano. Wapewe nafasi waende makumbusho. Hiyo itakuwa sana, walindwe. Hiyo si maandamano, that will be a peaceful one. Order. We, nataka kutoa hiyo onyo. Ukiniuliza unataka namba, jaribu ongea wewe ambaye kila mtu atakusikia. Please. Endelea. Number 2,
Nasema hivi, nikicompare Gladys Wanga na Edwin Sifuna, I can't compare Gladys Wanga to Edwin Sifuna. Gladys Wanga is a governor, Sifuna is a senator. Gladys Wanga is armed with the 10-point agenda left by the late Honorable Raila Amolo Odinga. Sifuna sijui ako armed na nini. So, in an interview between Gladys Wanga na Edwin Sifuna, I'll always be with Wanga siku zote because Sifuna doesn't talk development. Sifuna kona agenda yake na kona mambo yake na watu wake. Ambapo never compare Gladys Wanga to Edwin Sifuna or any other character from the opposition. Gladys is focused and Gladys is very ambitious and has a mission to accomplish. So leave Gladys Wanga alone. Give her the ample time. Patia Gladys Wanga the ample time anahitaji kufanya kazi yake ya development. Hapo kwa pesa yenye Senate ili approve ati the counties ziongezewe. Naona hiyo pesa lazima itafikia mwananchi. Kwa nini? Kwa sababu tuko na John Mbadi. John Mbadi amekuja na tax finance bill ya 2027 to 2026-2027 ambapo kuna kitu inaitwa zero based tax. So this zero based tax is an e-procurement platform. Ambapo e-procurement ni kumaanisha kila ministry na kila county you must account for the budget for the things you people want to do in that particular county and anything and the objectives. So pesa ikiongezwa ndani ya county lazima itafikia mwananchi. Mwananchi asiwe na wasiwasi. Order member, question loud. Mr. Speaker, the member on the floor has clearly stated that CS John Mbadi ameleta zero-based tax kwa finance bill. But Mr. Speaker, there is 16% VAT. 16% VAT, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there is an increment proposed on... Mr. Speaker, I'm addressing the floor. You're talking to me. Leave the speaker alone. No, I am addressing you through the speaker. Okay, keep talking. I'm getting what you're Mr. saying. Speaker, yes, the member has clearly stated that the finance bill that we are having is a zero rated. But it's a zero-based. Zero-based. Yes. But, Mr. Speaker, there is a 16% VAT on digital marketing. Number two, there is a proposed 7.5% to 10% land rates. Number three, there is a proposed 5% tax increment on Mutumba clothes. How does it become a zero-based tax if we have these tax increments? Sawa, member. Are you ready to answer the question? I'll answer the question as I proceed. Honorable member, I stated very clearly that we have John Mbadi with the zero-based tax. So each ministry or each county will be accountable for the budget and anything they want to buy. I was talking about the businesses around. I was talking about the ministries and the counties to be precise. I mean, I think you get the point now. So nikimalizia nitasema kwamba mimi siku zote niko kazi bila break. Hata saa hii narudi kazi saa hii. Niko kazi bila break na agenda za Ruto 7 na zile za Raila 10. Hizo ni 17 agenda. Jacaranda. Uwanja kubwa kabisa East Africa. International Park Nairobi. Kanda ya Afrika. Bunge Bawa. Sijasikia. Bunge Bawa. Akiongoza na Okolomani. Watoto ya Kakamega. Bunge Bawa. Mutajua mjui. Assalamu alaikum. Muunganishi ya Rift Valley, North Eastern, Nyanza, naitwa tulia kidogo, naitwa TikTok, Marsabit TikTok, Chamuget Tugul, Chamuget Tugul, Chamuget Tugul, Putini sa Nagaya, Orini sa Nagaya, Nageni sa Badala wa North Eastern. Amani iwe juu yenu wa Kristo watukufu. Assalamu alaikum.
Unaenda wapi? Asante sana. Leo tunaongea nini? Ya kwanza walisema, ya pili mimi nilikumbuka ya Gladys Wanga. Mambo ya wamama. Gladys Wanga, mkicheza na wamama leo hii mtajuta. Kwa nini tunajuta? Saa hii imetengenezwa mambo ya kusema ile trikota ya wakina mama ya bunge iwe nusu kwa nusu. Wanaume bunge, wamama bunge. Mupo jameni. Mkicheza na wamama, sikieni nipee nyinyi sifa ya wamama. Hapa Nairobi ama Marsabit, wanaume nauza ng'ombe na nunua miraa. Hapa Marsabit, hapa Nairobi, nyinyi munauza gari, munanunua pombe. Ya tatu, hapa Nairobi chokorani 2,000 ya wamama ni 12. Hiyo ndio mada. Munacheza na we hatukopi mtu. Wamama nitachangamsha mpaka mpigane uwanjani na muone matoi. Bwana Spika anaitwa Mheshimiwa Spika, nitaongea hii. Watu wanasema wanataka andamana kwa sababu ya mtu amekufa. Kabla kijana hajazungumza, walikuwa wanasema wale waliumiza maandamano, wale waliumiza watu ilipwe. Nataka changia namna hii. Wakati ya maandamano, magari ya wapita njia umechomwa. Kweli ama rongo? Kweli ama rongo? Nyumba biashara ya watu imechoma. Kweli ama rongo? Na je, hawa wamelipa magari ya watu? Hawa waliandamana, wamelipa magari wa watu, wamelipa biashara ya watu. Swali ya pili, na wakome, hatuwezi lipa mjambazi wa vijana yote atakuwa ya jambazi. Ya tatu, ngojeni kidogo. Swali ya pili, wanasemaga tulieni kidogo. Order honorable. Ya pili, ngoja time. Pea mzee kidogo. Ya pili, mkoba ya Islamu. Wane dakika 3. Mkoba ya Islamu. Tulieni watoto yangu. Mkoba ya Islamu walisema wale walifurusha watu kwa kanisa. Serikali akapiga watu kwa kanisa. Nitazungumzia hiyo. Kwa nini? Kama wakora 1,000 naingia kanisa ama misikiti, kama wakora 2,000 ameingia kwa misikiti na ni majambazi, serikali yangefanya aje? Wacheni kutubanga upinzani, wacheni kuchafua raia, kwa sababu kama wameingiza wakora, pasta iko hapa, kama ni misikiti nani iko hapa. Kwa nini wanaingiza majambazi? Hakuna kushika hawa, ishike mkoba ya kanisa na hiyo wakora waliingia huko. Asalamu alaykum. Wa Kisumu. Mr. Speaker, nimefurahi sana. Tumevumilia kwa hii bunge. Kidogo nyuma kidogo. Hapo iko sawa. Tumevumilia kwa hii bunge tukisikia venye watu wa tutam wanatuongelesha. Na wawili wametoka hapa Mr. Speaker. Mr. Speaker, nimesikia mambo ya Wanga. Hata choo ikichimbwa na 500,000 unaambiwa heshimu wa mama. Hiyo ni kutoka kwa tutam. Mr. Speaker, Kenya imefika mahali unakuwa threatened na jenda yako. Unafanya vibaya, mtu wa tutam anakuja hapa anasema yeye ni borana, anaweza deal na wewe. Mr. Speaker, hii mambo ya Sifuna kutolewa kwa committee ya vetting, my friend, hiyo ndio kitu yenye tulikuwa tunataka sana.
we want all the guns yenye mnatoa kudili na Sifuna muzitumie kabla tujafika mwezi wa 9. Kila kitu, hata kama mnapanga kumtoa kama naibu ya wachache katika Senate, hebu mumtoe hapo, mufanye yote, cause sisi tunajua after 2027 and after uongozi umetangazwa, Sifuna atakuwa mahali yeye mwenyewe ndiye anataka, and he will have all the instruments of power to do whatever he wants. But I know the Sifuna mwenye najua hata nyanyasa wa Kenya, na venye namjua vizuri hata fanya ile kitu yenye naonyesha ya kwamba anaadhibu wale walimfanyia vibaya. Mr. Speaker, kama mtu ameuliza swali kwa mambo ya venye umespend pesa, mbona unamtoa kwa committee? What is hidden in that committee? Yenye mtu akisema ukweli anatolewa. Mr. Speaker, serikali inafaa iangalie mahali pesa inaenda vibaya na inajitokeza nje. President Ruto alitupromise ya kwamba ufisadi haiko kwa serikali yake. Sasa hii kama mtu amefichua ufisadi anatolewa kwa committee. Which Kenya is this? Mr. Speaker, kuna mtu amesema hapa don't compare Sifuna na Wanga. I want to tell you this. We are not against Wanga, but we are against the corruption going on in Homa Bay. Hatuna shida yote na Wanga, lakini hiyo corruption yenye naenda Homa Bay yenye choo moja inaweza kuwa 500,000 surely. Wanga, hata ukiniangalia si useme tu kweli hii pesa, ama kuna venye kuna zingine ulipatia nywele sauce. Alimpatia. Juu inafaa tujue ukweli. Lastly, Mr. Speaker, penye tunaendelea na Kenya nataka mfanye hivi. Jana kuna ile secret meeting yenye ilifanyika na mtakuja kusema Dave sio mchawi. Jana niliona vijana watatu wamekaa, kijana moja kutoka Central, kijana mwingine anatoka hapa Western, na kuna kijana mwingine anatoka Nyanza. Mr. Speaker, tukifika Kisii, something good is boiling. Na nataka Wakenya wakuwe hivyo. Wakieneza mambo ya ukabila, sisi tunaleta umoja. Wakieneza vita, sisi tunaleta amani. Nikimalizia tarehe 24, Mr. Speaker, mimi naomba hivi, serikali musikuje kutusaidia. Mukae tu kando, tufanye maandamano yetu na amani, juu hatutaki mmoja yetu tena akuja akalipiwa 2.5 million. Asante. Haya. Na kaimu speaker pia asante sana. Kwa majina naitwa Isaac. Mimi ndiye katibu mkuu wa bunge la mwananchi Kenya mzima. Na hivi karibuni naenda kuwa president. After wiki mbili hivi naenda kuwa president. Kwa hivyo nawaalika wote muje kwa sherehe. Hiyo ilikuwa ya UDA. Hiyo ilikuwa ya tutam. Haya, asante sana bwana speaker. Nimeona agenda ambayo iko na naenda kuanza na ya Gen Z. Tunakaribisha watu wote tarehe 24, 25 na 26. Hizo zitakuwa holiday ya kukumbuka watu wetu ambayo waliaga. Na tunaambia William Samoei Ruto ya kwamba kama hezi leta mapolisi kutuchunga, sisi tutajichunga wenyewe. Hatuna haja ya mapolisi, sababu polisi watakuja na tear gas. Na hata wakikuja na tear gas, hizo tear gas ni sisi ndio tunanunua na ushuru zetu. Kwa hivyo tunaambia serikali ya kwamba wakipenda wakuje, wakipenda wakae. Siku 3 tumetangaza holiday, na lazima tuende kila pali ambapo watu wetu waliuliwa. Tukianza na City Hall pale, kuna watu wetu walikufa hapo. Tuingie pale mbele, hapo kwa Parliament, kuna watu wetu walipigwa risasi hapo.
Tukiteremka hivi tukipiga hiyo kona kidogo, tunapata hapo kwa president, hapo kwa ofisi ya rais, watu wetu waliaga huko kote. Tutatembea na tutaguza ofisi. Sisi tutakuwa tunaimba wimbo za amani tukitembea. Bwana Spika, nikimalizia hiyo nataka kuingia kwa mada ya pili ya Wanga na Sifuna. Kila siku wanasema wale watu ambayo wana support two term, kuna maji ile inaingia kwa kichwa yao hivi inaanguka, lakini wakati tafika hapa ijae watakimbia wenda wazimu. Kama nimeona mwenzangu mwingine hapa sasa anaambiwa ni long term, badala kuwe two term anakuwa long term. Na hata wewe ndugu yangu uko karibu kwenda long term. Aya, Gladys Wanga ndio kila siku anatuambia ya kwamba eti hii maneno ya she inafanya kazi mzuri. Jana aliadmit ya kwamba hajalipwa shilingi milioni 300 plus. Hakuna matako. Haya, so tunashindwa. Hao watu wa two term wana support two term, lakini kwao ndio kuna deni mingi. Makaunti zao ndio zimejaa deni. Ni shida tupu. Wanaenda wanajenga choo, wanaiba hadi pesa za choo. Alafu tunaambiwa ati ni two term. Two term makamenwa. Hiyo haifai. So tunaambia watu wa two term wafikirie mara mbili. Hapa upande tuko na viongozi wakuu ambaye wanajua Gladys Wanga na matako yake. Haya, Bwana Spika, nikimalizia nataka kumalizia na maneno mengine. Nataka media ifikishie Caleb Amisi. Bwana Caleb Amisi, tulikukaribisha kwa Linda Mwananchi kwa roho safi. Wewe ndiye ambaye umeharibu ile muungano ya kwanza ambaye akina Babu Owino waliweka. Hapa tena kwa Linda Mwananchi unataka kuharibu. Tumekosa kukuona kwa rali zetu mingi sana, na hapa kando unaenda unaongea vitu ambaye hatutaki kusikia. Sisi tunajua party leader wetu ni His Excellency party leader wetu ni James Bob Agri Orengo, na katibu mkuu wetu ni SG Sifuna na nani hiyo jina lingine nimesahau, Edwin Sifuna. Maneno ya huyu mtu kutuletea ubaguzi ambaye anajaribu kuleta hapa hatutaki kusikia tena. Wewe Caleb Amisi, tunakuambia hivi Bwana Caleb Amisi, tunakuambia hivi,
wachana na maneno ya Sifuna. Wewe ongea, upigwi. Wachana na maneno ya Sifuna na wachana na maneno ya Orengo. Orengo ndiye party leader, sababu ODM lazima isimamishe candidate kwa presidential candidate. Maneno ya kutupatia party leader ambaye anaenda kusimama kwa village hatutaki. Nimemaliza hivyo ndugu yangu.